You can still change your life. You can still do something extra. So today, we are fighting for it in the name of Jesus. Somebody say amen. Na hapa ndipo tunasoma leo 2 Samuel. Sitaweza kusoma sana lakini andika mahali. Tutaenda kusoma baadaye. 2 Samuel 23 from verse 11 to 12. Samuel wa pili mlango wa 23 kuanzia hapo 11. There is a story of a young man called Shammah. A young man called Shammah. I'll just give you a brief about this young man. This young man alikuwa katikati ya wale 30 mighty men of David. Kuna wale watu tunasikiaga wanaitwa the 30 mighty men of David. And Shammah was one of them. So kuna wakati ambapo wana wa Israeli walipanda dengu. I think you know dengu, kwa Kizungu zinaitwa lentils. Wakakuwa na shamba kubwa sana ambayo ilikuwa imejaa dengu. Very fruitful land. Na katika hiyo land, wakati wa Filisti, kumbuka wa Filisti ni wale maadui wa wana wa Israeli. Walipoona ya kwamba ile shamba imezaa na kuzaa na kuzaa na kuzaa, they decided to come and fight the children of Israel na waweza kuchukua hiyo shamba ambayo ilikuwa imezaa dengu. But the Bible says wakati wa Filisti walikuja, wale watu wote wa Israeli walitoroka wote. They fled, all of them. The women, the men, the children. The only person that was left there was Shammah. Why were they running away? Because Wafilisti walionekana wakiwa very strong. Walionekana wakiwa jeshi kubwa sana. Na wana wa Israeli waliokuwa kwa hiyo shamba wakaona hawataweza kupigana na hao Wafilisti. Kwa hivyo wakaacha shamba na dengu ambazo zilikuwa zimezaa kuzaa wakatoroka. Lakini there was one man anaitwa Shammah. Uende usome katika kitabu cha 2 Samuel 23. Shammah akaamua, mimi I will not run away from these enemies. Hatutakuwa tunapanda na wakati mavuno inafikia adui anafanya nini? Anakuja kuvuna. Mimi mwenyewe sitatoroka. And the Bible says he stood at the middle of that field. Akasimama katikati ya hiyo shamba na akasema, mimi leo sitatoroka. Mimi leo sitatoroka hawa Filisti. Siwezi kuwa ninapanda. Familia zetu zinapanda. Wakati ambapo shamba limemea dengu na imefika wakati wa kuvuna, Wafilisti wanatoka na wamekuwa wamelala, wanakuja wanachukua kile ambacho tumepanda. Na hata kama wenzangu wametoroka, I will stand in the middle of this field and I'll fight for it. Praise the name of the Lord. And give me a better amen. Praise God. The guy is called Shammah. He decided, I will defend this field. I will fight for it. Hata kama nimebaki peke yangu na Wafilisti ni wengi, ni mamia wanakuja, I will not run away. Mimi hata nilisoma hiyo story nikasema, he stood at the middle of the field. Na akasema, hey, unajua kisimama katikati, Wafilisti wanatoka hivi na wengine hivi, na lakini this guy, he stood his ground. Kile ambacho kinanifurahisha ni kwamba he fought those people. Alipigana na hao Wafilisti. And then kitu kingine kinanifurahisha ni kwamba the Lord was watching. Praise the name of the Lord. Mungu alikuwa ameketi mahali mbinguni, anafanya nini? Anatazama. Can you imagine? Mungu alikuwa ameketi mahali. And the Bible says, and the Lord brought about great victory. Kwa hivyo sio Shammah alikuwa anapigana. Nani alikuwa anapigana hiyo vita? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye aliamua kupigana hiyo vita.
ni imani yako. Because the Bible says, without faith, it is impossible to please God. Kama hauna imani, hauwezi ukamfurahisha Mungu. Na kama hauwezi ukamfurahisha Mungu, hauwezi ukavutia Mungu katika maisha yako. Mbona Shama anavutia Mungu? He carried faith. Praise the name of the Lord. Kile ambacho kilifanya Mungu aingilie kati ni tu aliona mtu mmoja ako na imani. Hili kanisa halihitaji watu 10. Linahitaji mtu mmoja ako na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja ako na imani. Mungu akiona imani ya huyo mtu, anatetea wengine, hata wenye hawako. Atapigania wengine hata hawako. So fight for your faith. Hata kama hauna chochote kingine, unaweza pigania imani yako isitikizwe. Uhakikishe kwamba imani yako haitaibiwa. Kuna shetani anaibia imani za watu. Kule kazini tunafanya kazi, ukikosa kusimama imara, imani yako itaibiwa. Mahali ambapo unaishi, hapo kuna majirani yako, ukikosa kusimama vizuri, imani yako itaibiwa. And the Bible says in the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Kwa hiyo kuna vita tunapigana za imani. Na hizo vita ndizo zinafanya Mungu ashuke, aje atutetee. So chunga sana imani yako isiibiwe. Chunga sana imani yako isiibiwe. And as you fight from today, fight for your faith. Unapoenda kupigana na hiyo verse, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Inasema fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. When you fight the good fight of faith, you lay hold, unashikilia maisha yako ya baadaye. Kwa hivyo imani yako isitingizwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako isitingizwe, imani yako isitingizwe. Can I get an amen? Amen. Jambo hilo ndio jambo la kwanza. Fight for your faith. Usikubali mtu atingize imani yako. Ujue ya kwamba Mungu akiona kuna nafasi. Kuna nafasi kaimani, hata kama ni kadogo, Mungu atashuka kukutetea. Hata kuna msemo mwingine tulikuwa tunaambiwa with my mother pastor, lakini kuna ka sentence ka Kikuyu. Wakati umelemewa na umekaa chini unasema mimi hata sitapigana tena, alikuwa anakuambia inua imani yako. Kwa sababu alikuwa anasema hivi, mtu mwenye jambo lolote linataka kusukumwa lazima liwe na miguu. Alikuwa anasema niko nere. Huwezi ukasukuma kitu ambacho hakina miguu, juu hakitaenda. So alikuwa anakuambia kwamba kitu chochote ambacho kinaweza sukumwa lazima kiwe na miguu. Ndio usukume, ndio kiweze kusonga mbele. Na hiyo ndio mimi nataka kama imani siku ya leo. If you want God to help you, lazima uwe na kaimani kidogo katika maisha yako. Haijalishi watu wanasema nini. Haijalishi vitu zinakaa aje. Carry a little faith. Praise the name of the Lord. So tunasema number 1, fight for your faith. Number 2, fight even when you are afraid. Fight even when you are afraid. Hata wakati uko na uoga. You know, fear is a devil's weapon. Hata wakati uko na uoga, fight. Fight even when you are afraid. Deuteronomy 20 verse 4. Deuteronomy 20 verse 4 inasema, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies. It is not you that will fight. It is the Lord who goes with you
Because it is not you that is fighting. It is the Lord that is fighting against your enemies. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu. Jambo number 3, sio? Tumesema number 1 is fight for your faith. Number 2, fight even when you are afraid. Tabaka tunatetemeka hivi, pigana. Jambo la tatu, fight for your family. Fight for your family. Fight for your family. That is Nehemiah chapter 4 and verse 14. Nehemiah chapter 4 and verse 14. Inasema, fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. Hapa kuna vitu tunakuwa to fight for. We fight for our families. We fight for our sons and our daughters and our wives and our homes. So ni kama hii vita haitaisha. Because we are still the one fighting for our children. Praise the name of the Lord. Ukiona mtoto wako ameshikwa mahali na shetani, I thank God so much for mercy. Kuna siku mtoto wake alishikwa na shetani mahali, akarazwa chini na shetani. She fought for that girl. Bwana Yesu asifiwe. She fought for her family and her sons and her daughters. Ukisikia mtu akikwambia John tusaidiane maombi, hiyo maombi ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi napenda sana fellowship hata za nyumbani. Wakati ambapo unaona nyumba yako imeanza kukosa amani, ama kukosa fedha, ama kukosa maendeleo, ita watu wakuje waombe. They are fighting. Every prayer is a weapon, is an arm of war. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati makanisa zilifungwa. I think that was 2020. And by that time I was living in a house yenye nilikuwa nimeishi kwa miaka mingi sana bila kupaka rangi. Because I could not find finance to buy paint for that house. So tulikuwa tunaishi hivyo kama nyumba haijapakwa rangi kwa muda mrefu sana. Then wakati kanisa lilifungwa, I called a few women, I think there were 3, plus now my children. Nikawaambia, huwa mnakuja kwetu fellowship, juu kanisa zimefungwa. So kila Wednesday, nilikuwa natengeneza chai, na tumikate kidogo, tuwatukuanga wengi. Alafu tunaweka vitu kwa sitting room, tunangojea wale wamama wanakuja, walikuanga 3 na watoto wadogo, wanakuja. Wale watoto wadogo tunachukua tunaweka room ya my daughter. Tunamwambia angalie watoto. Tunaanza kuomba. We were praying for COVID anyway. We were praying for that plague that had taken over the nation. Lakini kile kitu kilinishangaza ni kwamba hata kama hatukuwa tunaenda kazi na mishahara yetu ilikuwa imekatwa, that was the season I was able to get so much money. I even painted the house. Praise the name of the Lord. Why? Because those prayers, we were fighting. We were fighting for our families. We were fighting for our sons. We were fighting for our daughters. We were fighting for our husbands and our wives and our homes. Na kumbuka tukiomba sana na hiyo Nehemiah chapter 4:14. We were fighting and fighting in the spirit. And I was shocked. I was able to buy paint. I was able to pay painters. Hey, mpaka nimeweka nyumba sili. Sikuamini hata mimi by then nastukana. Because I believe and I know that prayers are arrows of war. Praise the name of the Lord. And the Bible is telling us in the book of Nehemiah chapter 4, fight for your families. Ukiona mtoto wako ameanza kushikwa na malaria, fight. Praise the name of the Lord. Ukiona mtoto wako anaenda hivi, wale tuko na teenagers, fight for them. Fight for your home. Fight for your marriage. Fight for your children. It's our responsibility to fight. Bwana Yesu asifiwe. Can I get a better amen? A powerful amen. Namalizia na Joshua chapter 14 verse 12. Joshua chapter 14 verse 12. Nikupatie story ya mtu anaitwa Caleb. Caleb was 40 years old wakati alienda to spy the land of Canaan. He was 40 years old. I think tunajua the story of Caleb and Joshua. Wakati watu 12
fighting. Praise God. You will start fighting. Uambie Mungu hata kama hakuna nafasi, tengeneza nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nikimaliza, kuna siku nilikuwa na conception 15 years. Hiyo place ina bandit. Unaona baba anataka kuna heaters. I stayed there without a heater 15 years. Nikiuliza Mungu, kwani hakuna ahadi uko nayo? Kuna mahali nilifika nikamwambia Mungu, tengeneza nafasi hata kama hakuna nafasi huku. Make a department and give me that department. Praise the name of the Lord. Yaani nikamwambia Mungu, kama siwezi fanya finance, na siwezi fanya import, na siwezi fanya export, na siwezi fanya flight, basi tengeneza kitu kingine yenye inaweza kufix. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo ofisi yetu tutengeneza administration. Department ambayo haikuwa, na guess who was given? Myself. Because I fought for it. Amen? So maybe at mahali yuko maybe hakuna nafasi yako, but you can fight for it. You can tell God tonight. Si kesho tunaomba, simama na miguu yako. Si kesho tunaomba. Si kesho tunaomba. Ni saa hizi. Tonight. Amen? God is calling you to fight. Fight for the promises. Breakthrough does not respond to wishes. Breakthrough respond to fighters. Amen? Kama unahitaji breakthrough, inahitaji watu ambao wanajua kupigana. Na sitaki uombe kivyako. I'll give you prayer points ambazo namaliza nazo in the next 5 minutes. So give me some thoughts there. Ombi letu la kwanza, tunaomba